Kuna ukweli uliojificha, Eli Makulata. Makulata, ulikuwa maisha yangu, nilikuamini kuliko dunia. Eli nikawa jina la heshima, mume mwenye ndoto na familia. Mtoto nikamuita wangu kwa furaha, nikambeba mikononi mwangu. Kila neno baba lilinipa nguvu, sikujua kuna siri moyoni mwako. Siku moja ukweli ukaja kimya, kama upepo wa maumivu. Eli nikasimama peke yangu, nikiangalia maisha yakivunjika. Ukweli uliojificha umevunja moyo wangu. Makulata, kwa nini ulifanya hivi? Mapenzi yakageuka maumivu. Mtoto si damu yangu, lakini siwezi kumkataa. Eli, moyo wangu umechagua kumpenda bila masharti. Makulata, ulikaa kimya miaka yote, ukaacha niishi kwenye uongo. Eli, nilipenda kwa moyo wote, lakini nikapewa majeraha. Lakini mtoto niliyemlea hawezi kuwa kosa lake. Tabasamu lake ni sehemu yangu, hata kama si damu yangu. Mapenzi siyo damu tu, ni moyo unaochagua. Na mimi Eli nimeamua kuwa baba hata bila damu. Ukweli uliojificha umevunja ndoa yetu. Kuna ukweli uliojificha, lakini moyo hauchagui damu. Nilikuwa mume wako Makulata. Eli, najua nimekosea sana ndugu yangu. Hapana, umeharibu maisha yangu.
Samehe sana kaka. Samahani haiwezi kurudisha muda nyuma. Zaidi na zaidi itaendelea kuniumiza tu. Ndio maana nakuomba samahani, maanake nimetambua kosa langu. Kwa naomba nisamehe sana ndugu yangu. Aha. Ya. Wewe mwanangu sana. Kwaje? Kama kawa. Kama kawa. Karibu mwanangu. Asante sana. Ndio nawaza sana. Unawaza nini tena mshaji wangu? Lakini kiuhalisia hakuna mtu anayeweza kuifanya jioni kwa asubuhi. Ninayopitia ni mengi sana, na kila nikiwaza nakumbuka ushauri wako kuhusu yule mtoto. Sasa sijui hata nifanye nini ndugu yangu. Ni kweli uniambia, lakini kama unaona kueleweki, mwache tu. Kwani wanaume wangapi wameacha watoto wao? Kwa hiyo mwache. Unajua sio rahisi sana, ili ni damu yangu, unaelewa? Ili ni damu yangu, kwa hiyo sio rahisi kumwacha kama unavyofikiria. Najua inaweza kawa sio rahisi, lakini kwa nini uanganie kitu ambacho unaona kinakusumbua? Ingalikuwa mama mtoto anajua kwamba yule ni mwanao. Kwa hiyo wewe mwache tu. Unajua mzee, kuna muda natamani ndio nivumilie niwe kama watu wengine, lakini nakuja kugundua ile damu yangu. Sasa yani unajua kuiacha damu yako, yani unajua ni sijui nielezeje. Sasa na ubaya kumwacha, naweza nikamwacha, lakini siwezi kumwacha mtoto wangu. Ile naweza nikaacha kwamba hii issue isiendelee baina yangu mimi, kwa sababu hata yule jamani mwanangu. Yule ni mwanangu sana. Yaani inafika wakati sasa nawaza ndio mtoto anasababisha tunagombana. Lakini pia hata mama yake mwenyewe imefika wakati sasa ananigeuka. Yaani kama ananikataa hivi, yani anamfuata yule bwana Manywele. Ni kwa sababu yeye ni mke wa mtu tayari. Kwa hiyo kukukataa niweza nikamtetea ikawa upande wake kwamba yuko sawa, kwa sababu tayari kashakuwa na maisha mengine. Sijui umeona? Kwa hiyo mpe nafasi, kwa sababu na yule mshikaji kashajua yule ni mtoto sio wa kwake, ni wa kwako. Jaribu kuacha. Maisha yetu wenyewe mshikaji unayaona tunavyoishi. Kwa hiyo mtoto pale anakaa vizuri, anaelewa vizuri. Ungemwacha tu. Wape muda na wewe jipe muda, fanya vitu vingine. Sawa. Mimi nafikiri liko nje ya uwezo wetu. Kwa hiyo kuna namna ambayo naweza kuforce ikawa hivi, lakini niweze sana. Ngoja nikuache kwanza. Poa ndugu yangu. Yeah. Kuache kwanza bila kupoa tutakutana. Basi tutasomana mida. Poa. No.
Kwanza niombe samahani kwa sababu nimekuwa kimya sana kulingana na majukumu ambayo nilikuwa nayo au matatizo yaliyonikumba, na sikuwa karibu nasi, sikuwa na muda wa kuongea nasi. Lakini mimi nahisi kila jambo tulilolizungumza au tuliloliongea litaenda sawa kuhusu ule mradi wetu wa kufungua kampuni ya vyakula vya kuku. Kwa mimi binafsi niliona kama niamua kuitema hii biashara kwa sababu sikujua ni changamoto gani unazipitia. Nikaona umekuwa kimya, so mimi nikaona niendelee na maisha binafsi, lakini kiukweli nilifikiria sana na nikawa najiuliza ni kitu gani kimepata. Hapana, yani ni vile tu kama nilivyokuambia, kwa matatizo ambayo yalinifanya niwe mbali kidogo na watu wangu wa karibu, hususan kama wewe. Lakini namshukuru Mungu kwa sasa hivi nahisi niko sehemu salama. Kufika sehemu hii nahisi utanisaidia jambo. Najua ukweli binafsi niko kushirikisha swala kampuni, na nikaona nimekaa kimya, hiyo ni rafiki yangu wa karibu. Samani bro. Mimi ndo naingia chuo, ila nilikuwa na changamoto chuoni, kwa nilikuwa naomba unisaidie kiasi kidogo cha fedha ili niweze kuendesha hayo mahitaji ya chuo. Hapo katikati kuna mambo yaliingiliana. Tuko katika mitihani ya mwisho bro, mitihani ya UE. Kwa hiyo kuna baadhi ya notes ambazo sikununua, sikuwa nazo. Alafu kuna possible mozi zinatoka, kwa hiyo napaswa ninunue nauli. Kwa hiyo tunahangaika ili kwa ajili ya kufaulu mitihani yetu basi. Samahani. Ila dogo, jitahidi kwa matumizi ya hela kwa sababu nyinyi vijana huko chuo wanawake. Bro, mimi hamna, mimi ni chachi boy brother. Nakupa hela ila inabidi urudishie change. Sawa bro, nitafanya hivyo. Asante. Haya brother. Bwana dogo, jana nilimpa 50,000. Leo analia naye. Sawa. Ndio hivyo. Kizingatia wazazi wetu wametuachia na okay, lakini wewe ni rafiki yangu. Kwa hiyo jambo lako naweza kulibeba kama jambo lako. Na ukiachana na mambo ya uzoefu wa kazi, uzoefu wa nini, kidogo na experience ya ndoa. Mimi nina changamoto kwenye ndoa yangu. Shemeji yako amenisumbua sana, yaani kiasi kwamba sitamani kukaa ndani. Rafiki yangu, jue bana, kwenye masuala ya ndoa, isitoshe mimi mwenyewe tu juzi nimetoka kugombana na shemeji yako, lakini sijataka kushirikisha mtu kwa sababu haya mambo yanakuwa na utata. Leo hii mimi naweza nikakushauri kitu ukaenda kukifanya afu baadaye ukajutia. Ukweli ni kwamba yule mtoto sio wako. Rafiki yangu, sije ikawa kigezo cha kwamba umemchoka huyo mwanamke, kwa sababu vijana sasa hivi unajikuta unaingia kwenye ndoa alafu unamchoka mtu na unamletea sababu. Siwezi amini kama yule mtoto sio wako kwako. Yaani nashindwa nieleze vipi bro. Yaani nashindwa kabisa nizungumze vipi ili uelewe kwamba ninachokizungumza labda kina maana fulani. Ila ukweli uko hivyo kwamba mtoto sio wako. Japokuwa nimeombea
nikaa naye, najua alikuwa anakuja nyumbani pale, unamuona muda wote. Hata hizi safari hizi za muda kidogo kula lunch nini, ulikuwa unamuona mwanangu ninavyokuwa napokea, nilikuwa namsogeza karibu yangu, lakini sikujua nyuma ya pazia kulikuwepo na nini. Lakini kweli ni kwamba uko hivyo, mtoto sio wa kwangu. Na nilijaribu kuzungumza na mama yake, ameniambia ni kweli. Na je, hamna ugomvi wowote ambao unaanzisha kama mkafikia huko? Maana wanawake kuna wakati mnaweza mkagombana akajibu kitu kwa hasira, au na uthibitisho wowote ambao unakuonyesha kwamba kitu kwa sawa? Nina kila asilimia, kwa sababu yeye kama ametamka kwa kinywa chake kwamba mimi mtoto sio kwangu, kwa hiyo hana asilimia za kuwa mimi sio baba yake na yule mtoto. Haya mambo yanakuwa na utata. Leo hii naweza nikakushauri kitu ukaenda kukifanya afu baadaye ukajutia. Lakini ushauri wangu mkubwa, kwa kuwa umeshajua ukweli, inabidi wewe mwenyewe uangalie akili yako inakutuma vipi na mawazo yako yanawaza nini. Lakini huwa naheshimu sana maamuzi yako binafsi, sababu naweza nikakushauri nikakugandamiza ukazidi kuumia, na pia nikakushauri yaani ukajikuta unapoteza familia iliyo bora. Kwa hiyo kwa kuwa na huyo mtoto, jinsi ulivyomlea mtoto, kwa sababu huyo mtoto toka umpate sasa na muda kidogo na amekuzoea kama baba. Kwa hiyo kifupi siwezi kukushauri kwamba umwache au uendelee. Kwa hiyo chukua maamuzi yako wewe mwenyewe binafsi. Mimi nimekuelewa vibaya. Tena nimekuelewa kitu sima sio kitu. Nitaifanyia kazi jambo. Sawa rafiki yangu. Nashukuru sana kwa kunishirikisha hivi.